ni mtoto wa mwisho wa Dr. Bernard Mwambingu, na hapa ndo nyumbani kwetu na ni nyumba ya familia. Sasa na ramani kidogo ambayo inaweza ikatoa picha ya hali ilivyokuwa. So hichi kiwanja hichi chote ndio kilikuwa cha mzee na mama, wakaamua wakigawanya hichi kiwanja, kikapatikana 38, kikapatikana 39, kikapatikana 38, vikapatikana 39, kikapatikana na 40. 38 ndio kile kule upande ule polisi walipokaa. 39 ndio nyumba ilipo. Hii nyumba iko kwenye 39. 40 ni kwa upande wa nyuma kule kilipokuwa. Sasa na hii ilitoka 2010. Ndio migogoro ikaanza mahakamani 2011. Tumezunguka na hii migogoro mpaka mwisho ilipofungwa ilikuwa 2020. Mgogoro ukiwa ni nini sasa yani? Okay, mgogoro viwanja vyote vya mzee. Yeah. Mzee amefariki hiyo 2010. Mama anakusanya sasa mali za mzee kama msimamizi wa mirathi aliyopitishwa na mahakama ya Kawe. Sasa alipoenda kwenye wizarani kuchukua hichi kiwanja, hati ipo 38. Yeah. Na 40 ndio kile kule. 40 hati ipo. Hichi hapa kilipimwa, kikawekewa beacon, kikawekewa na kila kitu, lakini hati ikawa haijatoka bado. Hapa tulipo kwenye hii nyumba. Sasa mama alipoenda kufuatilia hati, akaambiwa bwana, kuna application mpya inatakiwa hii hati inatakiwa kubadilishwa. Kuna mtu anakuja kubadilisha hati ambaye ni baba yetu mdogo. Alikuwa ameenda kubadilisha sasa iende kwenye jina lake. Sasa ilikuwa kwa sababu hadi offer ilikuwa imeshatoka na process zote za upimaji zote zilikuwa zimepita wakati mzee anafariki. Kwa akashindwa kubadilisha, wakasema hapa ardhi, wakamwambia kwamba inabidi aje na msimamizi wa mirathi kubadilisha kama jina linatakiwa libadilishwe. Sasa baba mdogo akaamua, kwa sababu msimamizi wa mirathi tayari alikuwepo, akaamua kwenda mahakamani kupinga mama asiwe msimamizi wa mirathi. Akaenda mahakama ya Kinondoni, akashindwa hiyo kesi. Mahakama ya Kinondoni ikasimama kwamba mama ni msimamizi. Akakata rufaa, mama akashinda. Akaenda akamtafuta, kuna kijana ambao supposedly anasema ni mtoto wa baba. Huyo kijana naye akaenda akafungua kesi mahakama ya Kinondoni. Mahakama ya Kinondoni wakamuuliza yeye ni nani, kwa sababu alikuwa hamna document yoyote inamuonyesha kwamba yeye ni mtoto. Akashindwa hiyo kesi. Baba mdogo akaenda mahakama kuu kutaka kwenda kuomba usimamizi wa mirathi kutoka mahakama kuu ili ai-override mahakama ya Kawe. Mahakama kuu akamwambia mahakama ya Kawe ikishatoa uamuzi hatuwezi ku-overturn uamuzi ule, uko sahihi na umesimama. Mwanasheria wetu yupo hapa na dokumenti zipo. Sasa basi 2020 ile kesi kaisha. Kwa mapenzi makubwa sana ya Wizara ya Ardhi, wakasema kwa sababu hii nyumba ni 39 block D na wewe ndio unataka hiyo, na usijali, sisi tuna uwezo, tutabadilisha tu hicho kiwanja namba. Wanamwambia nani? Wanaambia baba mdogo. Sasa baba mdogo wakakiongeza sasa hivi, baba mdogo ndio anataka kubadilisha, alikuwa anataka kubadilisha kiwanja 39 kiwe cha kwake. Akafeli kwa sababu hana msimamizi wa mirathi, na tayari kilikuwa kimeshapimwa, kilikuwa kimesha document zote zipo, na baba hati tu ndio ilikuwa bado, na baba alikuwa analipia taxes na kila kitu na document zipo. So wizara kwa mapenzi yao makubwa sana ya kumpenda baba mdogo na kutaka kummilikisha hicho kiwanja, wakaongeza namba katika 39 kikawa 39A, 40 kikawa 40A, 38 kikawa 38A. Kutoka kwenye 38 block ni D. Okay. Block ni D. Lakini vilikuwa block D 39, block D 40, block T 38. Sasa kwa sababu haviwezekani, tayari vina umiliki na wao wana mapenzi sana naye, wanataka kumpa hivi viwanja, wakaamua waongeze namba mbele kwenye kila kiwanja. Kwa maana yake hata hichi kiwanja 38 na 40 hati zake ni batili sasa hivi, kwa sababu vinajulikana kama hati zake zinasema 40 na 38. Hizo hati ambazo zimeshatoka. Lakini kwa sababu sasa hivi kwa mujibu wa huu mchoro zile hati ni batili, ni 38A na 40A. Maana anaweza kamilikishwa yoyote. Mtu mwingine sasa anaweza kukamilikishwa hivyo viwanja. Na hilo ndio tatizo letu. Sasa kilichotokea mwaka hiyo na wakafanikiwa, baba yetu mdogo 2021 akafariki kwa bahati mbaya. Hati kwa imetoka bado haijatoka. Hati haijatoka bado hapo, kwa sababu tunaenda tunaweka caveat huko, bado tunabishana nao kwamba kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba, kwa sababu tuligundua kwamba viwanja vimebadilishwa namba. Tukaenda na barua, mwanasheria wetu akamwandikia kamishna barua nyingi, kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba bila sisi kupewa hata taarifa kwamba vinabadilishwa. Kamishna anapita kule, anatokea kule. Miujiza ya Mungu ya ajabu. 2022 baba mdogo kafa 2021.
2022 hii Disemba, wizara ikaamua kutoa hati kwa baba mdogo alifariki, ikatoa hati kwa jina 39A. Sasa ikampa baba mdogo marehemu baba mdogo, na hicho kiwanja kikasainiwa na mtu anaitwa Lydia Bernard, hatujui ni nani, ndio akaenda kuchukua hati na akaweka na picha yake kabisa. Kwa wizara ikamkabidhi hati Lydia Bernard na mtu mwingine anaitwa Joel Mwambingu. Kwa hiyo hati ilikuwa kwa jina la Fords, baba mdogo anaitwa Fords Mwambingu, ameshakufa. 2022 hati inatoka kwa Fords na mtu anaitwa Joel Mwambingu. Kwa hiyo ikatoka kwa majina mawili. Na lakini kwenye sehemu ya Fords marehemu ikasainiwa na mtu anaitwa Lydia Bernard na akaweka na picha yake. Wizara ya Ardhi wakampa hati. Hatujui kwa vigezo gani alivyoenda kuwaonyesha wao, wakadecide. Pamoja na kupewa hiyo hati ya michongo, hawa watu wakauza hii nyumba. Kwa hiyo hapa tunavyosimama hii nyumba imeuzwa. Umeelewa? Sasa Septemba kamishna akaita kikao ofisini kwake. Sijui hata kikao kilikuwa kwa sababu gani. Akamuita mama na hao watu waliowamilikisha hiyo hati. Umeona? Kwa midomo yao, kwa kauli yao moja, wakasema hicho kiwanja ni cha mume wake huyu mama. Umeelewa? Kamishna akaruka akasema kwamba hata hii hati ilitolewaje, ni makosa, ilitolewa, mimi hati naenda kuifuta na nini. Tarehe 23 Septemba hicho kikao kimekaa, lakini akamwambia mama, nipeni muda sasa. Ni 23 Septemba mwaka jana ndio wamekaa hicho kikao cha familia. So akasema mama, nipe hii swali, na akamwambia wale vijana mbeleni kwamba hii hati imetolewa kwa makosa mengi. Kuna vitu, kwa sababu hamna barua sijui ya serikali ya mitaa, hamna kitu chochote sijui hata walionyesha nini huko wizarani kukabidhiwa hiyo hati. Umeona? Kamishna mwenyewe akasema mimi hati naifuta, msirudi hapa tena. Tumekaa, Septemba imeisha, kamishna hatupi majibu yoyote ya kile kikao kilizani. Oktoba imeisha, kamishna hatoi majibu. Tukamfuata kamishna, kile kikao lituwekea kimeleta majibu gani? Akasema mimi nimekusanya maoni, maana kulikuwa kuna hadi wanasheria wa wizara. Nimekusanya maoni ya wanasheria, nimekusanya kila document yangu, nimeipeleka Dodoma. Nasubiri watu wa wizara Dodoma inipe majibu. Tukasema sawa, tunasubiri sisi. Tumesubiri, imefika kama tarehe 20. Tukimuuliza anasema nasubiri wizarani Dodoma. Sisi tukamtafuta kamishna Dodoma, kamishna Methi. Tukamwambia bwana, kuna habari hii 1 2 3 nini, tunakuja. Yeye mwenyewe akatupa appointment, njooni mnione kesho. Yaani ukatuambia Jumatatu, Jumanne anasema tukamuone. Mimi na mama tukapanda treni mpaka Dodoma. Tukakutana na kamishna, tukamuelezea situation yote. Yeye mwenyewe kila unachomuelezea anashangaa. Hivi hichi kiliwezekana vipi? Huyu mtu aliwezaje kusaini nani? Na pamoja na hayo yote, huyu baba yetu mdogo ni raia wa Uingereza. Tumempelekea hadi kamishna form, alimwapplyia baba visa ya kwenda Uingereza, akaandika na kuonyesha kwamba yeye ni raia wa Uingereza. Yaani akipeleka kwenye ubalozi wa Uingereza kwamba yeye ni raia wao wa Uingereza. Tukamuonyesha hadi na kamishna, hii hapa form alikuwa anajaza, huyu mtu sio hata raia wa Tanzania, imeendaje kumpa hati? Kamishna akasema mimi ili swala nalifuatilia. Akampigia simu Kiando sijui Shukuru hapa Dar es Salaam kwamba simamisheni kila kitu, hiyo tunakuja kufuatilia. At the same time tulikuwa tunasikia kwamba hao watu wanahangaika kutransfer hati kwenda kwa mnunuzi kutoka kwa bwana Fords Mwambingu na Joel, iende sasa kwa aliyenunua, ambao ni kampuni inaitwa MSG I think Mining, liko Mwanza, ndio wamenunua. Sisi tukaenda tukaweka, mwanasheria wetu akaenda akaweka caveat pale kwamba bwana, hebu subirini kwanza, sisi tunasubiri matokeo ya mkutano wetu kutoka kwenye mkutano wetu na kamishna. Cha ajabu, Disemba 16 mwaka huu tunasubiri matokeo hapo, hati ile imehamishwa, imeenda kwa mnunuzi. Tarehe 23 Disemba mnunuzi anamletea mama barua hapa, mama ana wiki 2 ya kuhama katika hii nyumba. Na hii nyumba imejengwa mwaka gani? Na amejenga mzee anapofariki ndio alikuwa anakaa hapa, kafariki, msiba ulikuwa hapa. Na mimi nimeangalia katika form za huyo Fords na Joel walivyokuwa wana apply ile hati yao, wamesema wao walikuwa na kimiliki kiwanja kienyeji kutoka mwaka 80 apparently, lakini huyo Joel aliyomiliki mmoja amezaliwa 96 yeye, lakini alikuwa na kimiliki kiwanja kienyeji kutoka mwaka 80 na hati zipo. Umeona?
Kuna jamaa yuko amezaliwa mwaka 96 lakini alikuwa anamiliki kiwanja tangu mwaka 1980 na ipo kwenye application mheshimiwa, kabisa, na ipo kwenye application waliopeleka wizarani wakiwa wana apply hicho wana nani hicho kiwanja. Asante sana. Labda tumsikie mama tu kidogo sana. Mama, ukakaa.